Ndugu yangu, mtazamaji wangu, ujumbe wetu unaendelea kwamba acha kupambana na jana yako, wewe songa mbele, acha kuangalia majaribu, songa mbele. Ndugu yangu, mtazamaji wangu, Ayubu angeliangalia nyuma, tusingelimsoma katika ushindi mpaka leo, lakini yeye aliangalia mbele. Alimwambia mke wake, yani umekuwa ni kama mmoja hapo hawa wanawake wapumbavu wanavyonena, yani tupokee mema tusipokee na mabaya. Alikuwa na mafunuo kwamba Mungu ndiye amemruhusu apite, na kwamba Mungu si kwamba alikuwa anamwangamiza, kwamba Mungu angeliweza kumuinua. Ndio maana akasema kwamba najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Nikwambie ndugu yangu, huwezi kumzuia Mungu asikubariki, lakini njia za Mungu kubariki ndio hizo ambazo unaziona wewe na unazikataa, za kupitia changamoto, kupitia kwenye majaribu, kukataliwa, kutukanwa, kupata hasara, kupoteza vitu vingi. Hizo ndio njia za Mungu kumuinua mtumishi wake. Nikwambie kitu, mtazamaji wangu, ni lazima uwe na andiko la kuliambia jaribu lako. Ni lazima uwe na neno la kulisemesha jaribu lako. Ni lazima. Kwani wangapi wanapitia katika majaribu? Si ni wengi? Basi usipoteze muda kuiangalia, songa mbele, lidharau hilo jaribu. Mungu akikupa ni Mungu, akikunyima ni Mungu. Akikupa ni Mungu, asipokupa ni Mungu. Acheni kutazamia mambo makubwa alafu mkiyakosa mnamlalamikia Mungu. Bikira Mariamu alijaribiwa kujitetea, akajitetea sana kwamba simjui mume na kuwezekana vipi, lakini atilasti nini alifanya? Aliishia kusema mimi ni mtumishi wa Mungu na iwe kwangu kama Mungu alivyo nena. Aliishia kusema hivyo. Hata ungelibishana na hilo jaribu, kama Mungu ameliruhusu, makusudi yake kamwe hayawezi kuzuilika. Anataka akubariki, ameleta changamoto, ikubali. Sasa mimi ni mtumishi wa Mungu na iwe kwangu kama Mungu alivyonena. Katika ile Hesabu 11 ule mstari wa 5 na wa 6 anasema hivi: twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu swaumu, lakini roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha utumainia isipokuwa hii mana tu. Hivi mpaka inafika mahali mtu anamkufuru Mungu, anautukana ugali ambao Mungu alimpa. Unajua watu wangapi ambao wako kwenye vita hawana chakula? Ndugu yangu, majaribu yanapokuja, Mungu ameyaruhusu. Kwa Ayubu aliyaruhusu. Usiangalie majaribu, usipambane na jana yako, kwamba kuna watu ambao walikutukana basi ndio unasema mpaka niwakomeshe. Mungu atawakomesha mwenyewe. Leave it for God, my dear. Just take it easy. Yaache, mwambie Mungu, na hili pia najua unaliweza. Mwambie Mungu yote kwako yanawezekana. Nimekukabidhi na hawa watu. Haijalishi kwamba wao wamepanga mipango gani. Ndugu yangu, mtazamaji wangu, acha wapange mipango. Mungu ana uwezo wa kuipangua mipango yao, akapanga ya kwake. Kwa mfano hata kina ndugu zake na Yusufu walipanga mipango, tumuue huyu bwana ndoto. Wakapanga vizuri sana. Hatimaye akaamua tumtupe kwenye hili shimo ambalo lina matope. Wakamtupa, lakini Mungu alipangua. Wao wenyewe kuwaona msafara wa wana wa Ishmaeli, walimchukua huyo Yusufu wakamuuza, wakihisi ya kwamba eti ndio wamempoteza. Kumbe wamemsogeza karibu na muujiza wake zaidi. Majaribu ya Yusufu yaliongezeka sana sana sana. Kuchukiwa na ndugu, kukataliwa, kuuawa, baadaye kuuzwa. Wewe ondoka, hatukuhitaji. Lakini kule alikokwenda wamemsukumia kwenye muujiza wake. Ndugu yangu, utawezaje kushinda? Ili uweze kushinda, kutokuangalia jana yako, kutokuangalia majaribu, unayangalia tu. Je, unaweza kuyasolve? Nataka nikufundishe utawezaje kushinda. Jambo la kwanza,
Ni lazima uwe mtu mvumilivu, usikate tamaa kabisa, usikate tamaa hata kama majaribu ni makubwa kiasi gani. Ile Luka 18 mstari wa kwanza anasemaje? Imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Imewapasa kumuomba Mungu siku zote, sio siku moja. Siku za raha muombe Mungu, za mateso muombe Mungu, za kukosa muombe Mungu, za kupata muombe Mungu. Imewapasa, ni lazima, sio hiari. Shetani akiongeza mashambulizi, usiogope. Hiyo ni kukutishia tu, ili ya kwamba uziache baraka zako. Usikimbie baraka zako ndugu yangu, mtazamaji wangu. Usizikimbie baraka. Endelea mbele, ziko baraka zako. Hebu fikiria kwa habari ya Kutoka 5, anzia ule mstari wa 2. Farao alikataa kuwaruhusu wana wa Israeli ili kwamba waende kumtumikia, kumtolea Mungu sadaka. Je, Musa aliacha? La muhimu ni kwamba Musa alijitahidi sana kutokata tamaa, aliendelea. Mambo yakawa ni magumu, watu wakawa wanateswa, hawapewi majani tena, idadi ya matofali ni ile ile, bado Musa aliendelea. Kwa hiyo usikate tamaa. Imekupasa kumwomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa. Jambo la pili, uweze kushinda kutokuangalia jana yako. Usikimbie tatizo kama Elia. Wewe songa mbele. This is our forward looking year. Ni mwaka wetu wa kuangalia mbele. Hakuna kuangalia nyuma, hakuna kuangalia kushoto, hakuna kuangalia kulia. Tuna focus kumwangalia Mungu tu. Kwa usikimbie tatizo kama Elia. Songa mbele. Elia amekwenda kushusha moto, ukalamba ile sadaka na yale maji, na bado pia akawaangamiza na kuwaua manabii wote wa Baali. Lakini mwanamke mmoja Jezebeli anamtoa jasho, anakimbia. Anakimbia kwa sababu gani? Nataka nikuambie ndugu yangu, usikimbie jaribu. Soma ile Wafalme wa kwanza 19 ule mstari wa 2 na kuendelea. Jezebeli alipoinuka akamwambia, kesho majira kama haya na wewe pia utawafuata manabii wangu wa mume wangu. Elia alichanja mbuga akakimbia. Lipo kusudi la Mungu katika magumu unayopitia. Songa mbele. Hiyo ni njia kukuinua. Hiyo ni njia ya kubarikiwa kwako. Katikati ya huo moto iko dhahabu yako. Katikati ya huo moto uko muujiza wako. Usichoke, endelea mbele. Katika ile Yoeli sura ya 2:25 nasemaje? Nitakurudishia hiyo miaka yako iliyo na nzige na parare na tunutu na madumadu, jeshi langu kubwa niloliagiza. Yaani hilo jeshi Mungu ameliruhusu yeye mwenyewe. Sasa unakimbia nini? Ni Mungu amekujilia ili akubariki ndugu yangu. Ewe baba, ewe mama, ni Mungu amekujilia ili akubariki. Kwa usikimbie jaribu. Wewe ni Sterling huwa hafi. Michezo unayoangalia season, Sterling hafi. Cheza mchezo mpaka ufike mwisho. Wewe ndio mhusika mkuu wa jaribu lako. Kwa cheza nafasi ya Sterling uweze kuja kuonyesha kizazi kingine ambacho hajazaliwa jinsi Mungu wako alivyo mkubwa. Jambo la tatu, usisikie sauti ya adui. Idharau sauti ya adui. Wafalme wa kwanza sura ya 28. Wakamwambia wazee wote na watu wote, usisikie wala usikubali. Usisikie hata ungelikuambia kwamba unajua mjomba wako alikuwa hivi likamuondoa, na shangazi na mama mdogo, ambie wewe tulia, nina Mungu mkubwa kuliko jaribu langu. Kajaribu kadogo akamtishi Mungu wangu. Lidharau jaribu, lidharau, yani lione kama kwamba hakuna kitu ambacho kimetokea. Hata kama umepoteza kitu cha thamani kiasi gani, endelea kumtukuza Mungu na kumwabudu Mungu. Paul na Sila kwenye ile gereza waliendelea kumtukuza Mungu, waliendelea kuimba nyimbo, wakiendelea kuomba na kumshangilia wakimtukuza.
ndugu yangu hakupoteza, walimuona Mungu, na Mungu wao mpaka leo tunasema Mungu aliyoonekania kina Paulo aonekane kwako pia.